Wapo sio huyu bwana. Ndio maana alipopelekwa katika jengo la bunge, nafikiri wale wabunge nafikiri iliwaumiza sana. Maana walikuwa wengi walikuwa wanalia, ni zile hisia zilikuwa jamaa roho inamuumiza, wengine walikuwa wanalia. Kwa hivyo ni sharatosha kwamba Raila Amolo Odinga bila shaka aligusa nyoyo za wengi hasa pale katika bunge la Kenya. Na bila shaka ukiwaangalia viongozi wale wa chama cha ODM walikuwa pale bungeni jana, uliona kwamba wengi wao walipandwa na hisia. Machozi yalikuwa yanawabubujika kwa sababu walikuwa wanajua ni nani wamempoteza katika vyama vyao, hususan katika maelekezo katika chama, hususan chama cha ODM ambacho kinasherehekea miaka 20, lakini pia miaka 20 hii wanapoisherehekea imekuja na pigo kwao kwa sasa hivi. Manake alikuwa awe Mombasa katika sherehe hizo, lakini hakuwepo katika ile hafla ya Mombasa, na ndipo hapo ikaanza minong'ono kwenye mitandao kwamba yupo wapi, hajulikani alipo. Lakini nduguye akaja akajitokeza siku kadhaa za nyuma, na baadaye hatimaye lililotokea likatokea, tukaliona hadi kufikia sasa. Ndio hili tunazidi kulitangaza hapa. Lakini hili linalolifanya ni kwamba wanasiasa wengi watamkosa, hususan katika chama chake. Nikiwasikiza baadhi ya wadadisi asubuhi wakisema kwamba alikuwa ana mwelekezo katika chama chake. Hata wakati kulikuwa na minong'ono kwenye chama chake, angepata nafasi ya kuambia tulieni, njia tutakayoshika ndio hii. Na bado aliacha demokrasia katika chama chake. Nikikupa mfano wa Edwin Sifuna, tumemwona yeye alisema kwamba mimi nimeingia kwenye broadbase, lakini ulikuwa unamsikia Sifuna akisema kwamba sisi hatuko kwenye broadbase kumuunga mkono rais. Sisi tuko kwenye broadbase. Na huyu ni katibu mzima. Na huyu ni katibu. Na kuna wakati ikabidi hata mtetee kule Kakamega, wakati alipokuwa anazomewa na baadhi ya wafuasi wa ODM kule wakihisi kwamba anayoyazungumza na kiongozi hayaendani. Kwa hivyo alikuwa na uhuru wa demokrasia kuwasikiza watu wake ambao wamekuwa naye kwa takriban hiyo miaka 20 ya ODM. Tuzungumzie ODM tu kwa miaka 20 ya ODM kabla ya kurudi NDP, NAK na vyama vinginevyo ambavyo wamefanya navyo kazi. Raila Amolo Odinga alikuwa mweledi wa siasa. Maana nakumbuka wakati mmoja hicho kikao ambacho tunazungumzia, Edwin Sifuna katibu mkuu wa chama cha ODM, baada ya kwamba alipokuwa anaanza kukongurana migawanyiko imeanza kudhihirika katika chama cha ODM. Sasa kitambo sana wengine wakaanza kumsuta katibu wao. Bwana wewe tutakutoa nini. Raila akasimama akasema, wajua katibu mkuu ndio msemaji wa chama. Sasa lile joto la kisiasa likatulia kwa muda. Maana wengi walikuwa wanatarajia kwamba Raila Amolo Odinga angesimama na aanze kumsuta katibu wake. Lakini akasema huyu ndio msemaji wa chama. Sasa wengi bwana walishika hakumuelewa. Ndio, lakini sasa ndivyo Raila Amolo Odinga alivyokuwa ndisha siasa yake. Na ndio demokrasia, kwa sababu katika chama ambacho ni cha kisiasa kinahitaji demokrasia. Huwezi kuwa nje unapigania demokrasia na ndani chamani mwako hakuna demokrasia. Na hiyo ndio demokrasia, kwamba viongozi wana uhuru wa kusema yale wanaohisi ni sawa, kutoa kauli zao, kutoa maoni yao, yajadiliwe katika meza. Iwapo yataidhinishwa ama yatakataliwa, basi inakuwa ni nafasi nzuri kwao kuweza kuyajadili masuala kama hayo katika chama. Kwa hivyo kumtetea kwake Edwin Sifuna, tumemuona ni mmoja wale viongozi alitoka hapa hadi India kwenda kuchukua mwili huu na kurudi nao nyumbani, na ndio wamekuwa kwenye majonzi makubwa kwa sababu ndio viongozi wachanga ambao walikuwa wanatarajia kusoma zaidi. Pia alikuwa mwandani wa karibu sana ndio wa Raila Amolo Odinga. Na walikuwa wanatarajia kusoma zaidi kutoka kwake, kwa sababu ukiwa na kiongozi shupavu kama huyu mwenye kuielewa siasa na utaalamu, unatarajia kusoma, kuwa mweledi kama yeye wakati utakapopambana na mawimbi mengine. Kwa sababu sasa hizi kuna mawimbi atayakumba ODM, lakini watatamani amke alipolala. Lakini itakuwa haiwezekani tena. Itabidi wao wenyewe watafute mbinu watakavyoyavuka mawimbi hayo makali ambayo wengi wanayatazamia katika siku zijazo katika chama hicho cha ODM. Mpenzi mtazamaji, kwenye runinga yako tukumbushe tu kwamba mwili wa marehemu Raila Amolo Odinga umetua eneo la Bondo baada ya umma kupatiwa nafasi ya kutazama katika jiji lile la Kisumu. Kwa hivyo picha unazoziona ni picha za Bondo, au sio yeti? Ndio kule ni Bondo, nyumbani kwake kule Opodo Farm, ambapo ndio mwili wake unatarajiwa kupokelewa. Lakini ujue pia
Hasani, kuna wale wakazi wa Siaya na huko Bondo hawakubarikiwa kuja Nairobi, hawakuenda Mamboleo. Kwa hivyo nao pia wao wanajihisi tunataka kumuona. Manake huyu ni tuliwapatia tulipatia ulimwengu Raila Amolo Odinga, mmeturudishia, lakini tunataka kumuona pia sisi. Ndio, tunataka kudhibitisha. Nilikuwa naongea na mmoja ya ndugu rafiki zangu akisema kwamba kwa jamii ya Luo lazima uone mwili, wadhibitishe ndiye kweli huyu ni baba amelala. Nafikiri ndio tumtanguliza basi mgeni wetu Gordon Oloch, bila shaka, ambaye alikuwa wakati mmoja commissioner wa michezo, wanamuita commissioner. Karibu sana ndugu yangu Gordon Oloch, ndio angalau uanze kuchangia huu mdahalo wetu. Hii kauli ya Suleiman Yeri kwamba ndugu zetu kutoka Lakeside kwamba lazima wadhihirishe mwili upo ama haupo, sijui unaichukuliaje? Ni kweli, ni kweli. Watu wengi sana kifo cha ghafla kikitokea kama hiki sasa cha Mheshimiwa Raila, watu wengi huwa hawaamini kwamba ni kweli kimetendeka. Kwa hivyo huwa nataka kuona mwili ili waweze kuridhika kwamba yenyewe kweli imetendeka. Na nimekubaliana sana mwenzangu, kwa maana hata mimi ningeulizwa opinion yangu, ningesema watu wa Bondo pia wangepewa nafasi kidogo ya kutazama mwili, angalau hata kama dakika chache, waone mwili wa mzee wao ambao walipatia Kenya mzima, wakapatia dunia mzima, na sasa amerudishwa nyumbani akiwa kwa jeneza. Wapate nafasi tu, kwa maana kesho hakutakuwa na time ya kuona. Na commissioner, kuna zile sherehe zile za kabla, ni kama tambiko haswa kabla mazishi yenyewe kufanyika, nafikiri za jamii ya Kiluo. Sijui hizi sherehe pengine umealikwa, ndio pengine mmeziona, kesho pengine watarajia nini? Ndio. Kesho siku hizi unajua tunafuatilia sana Ukristo. Na vile Mheshimiwa Raila mwenyewe alisema kwamba ni azikwe na kanisa ya Kianglikana. Na mimi nina furaha kwamba mimi mwenyewe